Mkuu wa wilaya Masasi mkoani Mtwara amewataka wazazi kuwapenda watoto wote na kuwasaidia bila kujali dini wala kabila, huku akiwapongeza masista wa Benediktini Msaada wa Kristo Ndanda kwa kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Akizungumza katika harambee ya kuwezesha ujenzi wa kituo cha watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi iliyoandaliwa na shirika la masista wa Benediktini Msaada wa Kristo Ndanda na kufanyika katika ukumbi wa Subiako, ikiwashirikisha baadhi ya viongozi wa dini, wanasiasa na wadau mbalimbali, mkuu wa wilaya Masasi Rachel Steven Kasanda amesema kutokana na malezi duni, watoto wengi wamejikuta akiishi mazingira hatarishi na kukosa elimu, ambapo wamechangia ujenzi wa kituo hicho kwa kutoa mifuko 100 ya saruji. Yaani ukimwambia mtoto na kupenda, unajua tabasamu mtoto analotoa. Kwa katika maisha lazima mtoto awe na kupenda. Masista wametazama tabasamu kwa watoto walioko mtaani Mtwara. Wametazama tabasamu kwa watoto walioko Masasi, wakalikosa. Wako watoto wengi huko mtaani wanarubaruba, hawana mtu wa kuambia na kupenda, hawana mahali pa kula. Mimi na wewe hatuwezi kuchukua wote, lakini tunapaswa kuhakikisha wanaishi. Kwa namna gani? Ndio shirika kama hili la masista wameamua kwamba sisi sasa ngoja tuwe na mazao makubwa. Hawezi kuishi tena peke yake, hawezi kupika, hawezi kuchota maji, hawezi kufanya chochote. Anahitaji kuhudumiwa, anahitaji kula, anahitaji kuishi. Hana namna yoyote ya kufanya ili aweze kuishi. Kwa hivyo hongereni masista, Mungu awabariki. Mimi ndio mnafanya mengi, hatuwezi kuhesabu yote, lakini basi sisi kama jamii tuliokuja leo tumekuja ili kuwaunga mkono, twende pamoja. Akisoma taarifa mbele ya mgeni rasmi, Sister Judith Kapinga amesema baada ya kuona changamoto hiyo, shirika likaamua kujenga kituo maalum cha kuwalelea watoto hao. Miongoni mwa changamoto iliyopelekea uwepo wa watoto hao katika mkoa wetu ikiwemo kuwepo kwa talaka holela, ambayo ni sababu kubwa ya watoto kukosa elimu na malezi yaliyo bora, na baadhi ya watoto kupelekwa kwa bibi ambaye naye anahitaji kuhudumiwa, na baadhi ya familia kutoipa elimu kipaumbele. Sisi masista wa shirika la masista wa Benediktini wa Bikira Maria Msaada wa Kristo Ndanda tunakusudia kujenga kituo cha kuwapatia elimu bora watoto wenye mahitaji na mazingira hatarishi, ili waweze kupata elimu na malezi bora ambayo ni muhimu kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Shirika linakusudia kuweka kumbukumbu ya miaka 75 kwa kuwa na kituo cha malezi. Aidha, mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa kituo hicho Bwana Paul Werema na mama mkuu wa shirika la masista Ndanda Akuziria Hokororo wameeleza malengo na mikakati waliyojiwekea ili kukamilisha ujenzi huo. Tumeamua tunaposherehekea jubilei hii kuwakumbuka watoto wanaoishi kwenye mazingira hatarishi. Kila parokia tunakofanya utume, kundi la kwanza kufika nyumbani kwetu ni watoto. Na ukiangalia watoto wengi wana wazazi na walezi wazuri, lakini kuna kundi kubwa la watoto ambalo halina walezi au anaishi kwa bibi na hakuna anayefuatilia kama amesoma, hajasoma, ameenda shule, hajaenda, amekula, hajala. Kwa hiyo sisi tumeguswa na hilo. Kwa nini tumeguswa na hilo? Kwa sababu sisi wenyewe mpaka tumekuwa hivi tulivyo, tulikuwa na walezi ambao walitusaidia kupata malezi bora nyumbani mpaka hatua hii tuliyofikia. Dhamira yetu na nia yetu ya kamati ni kuhakikisha kwamba ifikapo Januari 2026 angalau madarasa 2 na miundombinu yote iwe imekamilika ili kuanza huduma katika kituo hicho. Kwa heshima na taadhima, kamati inakuomba katika tukio la leo hamasa kubwa pamoja na pesa iwe katika vifaa vya ujenzi, mfano saruji, mabati, nondo, misumari, mbao na kadhalika.
Kwa upande wake, Bwana Simon Ntila, mfanyabiashara aliyechangia kiasi cha shilingi milioni 5 kwa lengo la kuwezesha ujenzi wa kituo hicho kukamilika kwa wakati, amesema ameamua kuchangia ujenzi huo akiamini kuwa ni jambo la baraka kwake. Nilipata mwaliko wa kuja kuhudhuria hii harambee kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha watoto yatima cha masista wa Benedictine wa hapa Ndanda. Nikaona nije kushiriki moja kwa moja kwa sababu kwanza sababu kuu zinajieleza. Kwanza ni mtu wa hapa Ndanda, pili haya mazingira ninayafahamu, na watu ambao watafaidika na hili jambo ni watu ambao ni ndugu, jamaa na marafiki na watu aina namna hiyo. Nimeona ni baraka ya pekee pia kwa sababu hivi vitu huko tunapotembea huko Dar es Salaam na maeneo mengine ni vitu vya kawaida kuwa na vituo kama hivi ambavyo vinasaidia watoto yatima ambao hawana msaada na watu ambao wamekosa msaada. Kwa hiyo mimi binafsi nimeguswa, nikaona nije kushiriki. Nikiripoti kutoka Ndanda mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.